na kuamuru kwa amri ya mwana wa Ngenga, ingia humu na ulale chali. Sawa mwana wa Ngenga, nitafanya vile kama utakavyo. Nipo kwa ajili ya kutumikia wewe. Vipi akina Stella? Mbona siwaelewi? Na wewe Ndodo, na kuamuru kwa amri ya mwana wa Ngenga, urudi nyumbani na usahau yote yaliyotokea hapa. Sawa mwana wa Ngenga, natia amri yako. Tunahitaji ukombozi. Kunywa mchanganyo. Mchanganyo. Mchanganyo, mchanganyo. Bwana Yesu alikataa mchanganyo. Kunywa mchanganyo. Mtamu eh? Utasononeka tu safari. Kwa sasa umekamilisha kila kitu. Hakika unazo nguvu za kuweza kulipiza kisasi chako, ila usikurupuke, maana adui yako bado ana nguvu za kutosha. Nashukuru wewe mwana wa Ngenga kwa kukamilisha haya, ila sitaweza peke yangu. Nahitaji msaada wako.
shida na tabu tuliumbiwa sisi. Dodo. Dodo. Amka bwana. Dodo. Dodo. Nini? Hivi Dodo, una shida gani? Mbona uko hivyo? Hivi nimefikaje hapa? Sasa unaniulizaje mimi? Kwani ulikuwa wapi? Hivi mke wangu na Mwasiti wamerudi kweli toka kwenye kuni? Mke wako nilimwona anaingia hapa jikoni, lakini kuhusu Mwasiti mimi sijui. Ndugu yangu, nilipo hapo yani kama sijielewi hivi. Na sielewi kilichotokea. Kuna ndoto nimeota. Inavyoonekana Stella na Mwasiti wapo kwenye matatizo. Walinitumia ujumbe na nilienda mpaka kule. Lakini ninachoshangaa najikuta niko hapa. Dodo, hiyo ndoto ibaki kuwa ndoto, lakini mke wako nilimwona anaingia jikoni. Unajua bado sijakuelewa. Unasema ameingia jikoni? Mbona kama kuna shida? Kuna shida gani? Basi ngoja nikahakiki, maana sielewi. Hii ni ishara mbaya. Ndugu yangu, wewe uliniambia ameingia jikoni. Mbona inaonekana milango nimefunga toka nilivyofunga mimi? Sasa ndo hapo naanza kuamini. Hiyo niliyosema ni ndoto, inawezekana ikawa sio ndoto. Kwa maelezo yako uliyoongea, bado sijaelewa. Kwani kuna shida gani hapo? Ndugu yangu, inavyosemekana kuna mzimu wa ugonile katika msitu wa kijiji. Ugonile? Mbona hatari? Una uhakika unachokiongea? Ndio, na uhakika. Na hapa kinachobidi ni kwenda kwa baba Mwasiti. Tukampe hizi taarifa, tunaweza tukawapoteza. Jitu, naomba tuongozane ili tuweze kusaidiana kwenye hili swala. Kwa baba Mwasiti mimi nitakusindikiza. Lakini mimi ni mwiko kwenda kwenye msitu wa kijiji. Sawa basi, tunaenda kuangalia huko mbele ya safari. Mwasiti, zitoa tu hapo hapo, mimi nakuja kuzipanga. Sawa. Halafu nakuomba njoo niandalie chakula, nahisi njaa hapa. Odi. Karibuni jamaa. Sawa. Habari ya saa hizi? Baba Mwasiti. Safi, karibuni vijana wangu. Asante baba Mwasiti, ila nimekuja na taarifa mbaya kidogo baba Mwasiti. Taarifa mbaya? Ndio baba Mwasiti. Taarifa gani hiyo? Ni taarifa kuhusu mwanao na mke wangu Stella. Mwanao Mwasiti amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Inaposemekana amezikwa mzima na ugonile. Nyinyi vijana, naomba mjiheshimu. Mwanangu amerudi sasa hivi kutoka kwenye kuni. Na ameniita mimi baba yake. Lakini nyinyi mnakuja na taarifa kama hiyo. Haya maneno mnayatoa wapi? Baba Mwasiti, kuwa na uhakika na hayo maneno ambayo unaongea. Una uhakika mwanao yuko salama? Ni kweli nina uhakika. Mwasiti!